Uislamu ni dini iliyofundishwa na mitume wote waliomtangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Qur'ani inasema inna dina inda Allahil Islam, hakika dini inayokubalika mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Neno dini pale linamaanisha mfumo na utaratibu anaotaka Mwenyezi Mungu wa kuishi binadamu duniani kama alivyofundisha yeye kupitia mitume wake. Kwa hivyo Uislamu umehubiriwa tangu zama za Nabii Adam mpaka zama za Nabii Muhammad. Lakini kweli ipo tofauti baina waliofundisha wao na aliofundisha yeye. Mara nyingi inakuwa ama kupunguza ama kuongeza katika yale mafundisho yao, au kulirekebisha jambo ambalo limefundishwa katika mafundisho yao ili liende na wakati. Kwa sababu katika suratul Maida ukisoma zile aya kuanzia ya 41, tuseme chukua 40 mpaka 45, hapo katikati utapata mambo mengi sana katika sura ya 5 suratul Maida 40 mpaka 45. Haini kubwa zaidi akasema kwamba wa anzalna ilayka alkitaba, na tukateremsha kwako kitabu. Hilo ndo kubwa kabisa. Kuna aya kule mwingine alisema litubayina linasi ma nuzila ilayhim, ili wabainishie watu kile ambacho kimeteremshwa kwao. Kwa hivyo Qur'ani inafanya kazi ya kubainisha kwanza yale yaliyoteremshwa. Kama hakufahamika vizuri, Qur'ani inafanya kazi ya kuyafahamisha vizuri. Kwa hivyo Qur'ani haipingani na vitabu vilivyotangulia, inafanya kazi ya kufafanua yale ambayo yamesemwa kule kama hakufahamika vizuri. Lakini hapa akasema musaddiqan lima baina yadayhi, hii Qur'ani inasadikisha kile kilichotangulia, wa muhaiminan alayhi, na inatawalia vilivyotangulia. Kwa hivyo Qur'ani inasadikisha yaliyotangulia, inabainisha yaliyotangulia, na inayatawalia yaliyotangulia. Hizi ndio functions tatu za Qur'ani kwa vitabu vilivyotangulia. Kwanza, kubainisha. Kwa pale ambapo hapa kufahamika vizuri, Qur'ani inaingia kati kutoa tafsiri kwamba hili kusudio lake ni 1, 2, 3. Lakini nyingine ni kusadikisha yale yaliyotabiriwa katika vitabu vile kwamba litatokea hili na hili na hili na hili, nayo Qur'ani inayasadikisha kivitendo sasa kwamba ndio haya sasa yanatokea. Lakini vile vile inatawalia vitabu vilivyotangulia nyuma. Kutawalia maana yake inakuja na ziada isiyokuwepo kule kwenye vitabu vile na kuiweka katika orodha ya sheria. Kwa hivyo ikiwa hizo kazi tatu kubwa ndio za Qur'ani, na Mtume sallallahu ujumbe wake wote umo ndani ya Qur'ani kwa asilimia kubwa sana, basi maana yake kazi za Mtume Muhammad sallallahu kwa mitume waliotangulia ni kuwabainisha, ni kuwasadikisha, na ni kutawalia mambo waliokuwa wameyafundisha. Kwa hivyo anakuja overall. Kama tuseme mafundi, kuna mafundi wamepita kutengeneza nyumba, halafu anakuja fundi mkuu kusema hapa pana upungufu kidogo, jaza hapa, rangi hii haikupendeza, badilisha hapa kidogo, pana badilisha, mlango sasa utanue, hii sasa frame funga namna hii. Yeye anakuja kuwa mtu wa mwisho kuja kukamilisha yote, kufafanua yote, kutawalia yote na kurekebisha yote. Na ndio maana viko vitu vilikuwa halali katika sheria zilizotangulia, yeye amekuja sasa kusema sasa hizi zuia, na viko ambavyo vilizuiliwa yeye akasema sasa hivi ruhusu. Amefanya hayo. Na ibada ziko zilikuwa zinafanywa kwa namna nusu, yeye akaja akazifanya sasa kwa namna iliyo kamili, akakamilisha. Na ziko zilizofanywa kwa wingi zaidi, yeye akazipunguza, akasema hapana, hizi ni nyingi sana, sasa zipungue. Na mifano ipo hai katika hayo. Lakini yote maana yake ni kubainisha, maana yake ni kusadikisha, na maana yake ni kuzitawalia. Unakuwa una supersede, wanasema hiyo ni supersede. Kama kukata rufaa, hakimu wa mahakama ngazi ya mkoa atahukumu, ngazi ya wilaya atahukumu, ya mkoa atahukumu, afu na ngazi ya taifa na kuna mahakama ya rufaa. Sasa mahakama ya rufaa ndio finally. Akishahukumu yeye, huna tena mahala pengine pa kwenda. Maana hapo sasa unashtaki dola, kushtaki kitu kingine chochote. Na kwa hivyo kama ukubaliani na hukumu ya Mtume sallam, ndio maana unamshtaki kwa Mungu, unashtaki mitume sasa kwa Mungu. Sasa hilo la kuasiliwa, kwa sababu wale ndio aliowatuma. Kwa hivyo sasa Mtume Muhammad sallam ni muunganisho, ni mnyororo. Mitume wote ni mnyororo. Rusulana tatra, wanafululiza wale. Akitoka huyu anaingia huyu, na wote wanakwenda kwenye jambo moja. Ndugu zetu wa madhehebu ya Buhora kwa mfano, wanajua mmoja ukilitizama halina msingi mkubwa katika dini, lakini mantiki yake ipo. Wanapotoka kwenda kuzika, lakini yule msemeshaji wao yule anaanza na Adam, anaanza la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Adam nabiyullah. Anaanza na Adam, anakuja Idris, anakuja Nuhu, anakwenda tu mpaka anafunga na Muhammad. Na nyinyi mnamuitikia hivyo nabii kwa nabii, mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine. Sema anabadilisha kidogo, anaongeza na vyeo vyao au na mambo maalum yanayohusu. Akifika kwa Musa sema Musa kalimullah, kwa sababu Musa akazungumza na Mungu, basi sema kalimullah. Lakini yote yale anazungumza vile vitu maalum vilivyohusu. Lakini pale anakutengenezea mnyororo. Pale peke yake panatosha kukuthibitishia kuwa hawa ni watu wanaozungumza kitu kimoja na jambo. Huyu wa mwisho bila shaka ndio anakuja kuboresha. Kanuni ya uchumi inasema toleo la mwisho linakuwa limezingatia matoleo ya nyuma yote. Kwa hivyo sasa Mtume sallam ni new model. Waliobakia wote ni kitu kile kile, lakini old model kwake. Na kadiri ukirudi nyuma inakuwa modeli ya zamani zaidi. Sasa modeli mpya kabisa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye ni model. Ni swala la modeli, ni modelity basi. Modality tunasema. Kwa hivyo yeye modeli yake ni ya mwisho, sasa amekuja kukamilisha yale yote yaliyotangulia. Lakini si kwamba amekuja kufuta. Watu wengi wanafikiri kuwa
kaja kufuta kila kilichotangulia. Wakati mwingine anakubaliana na yale yaliyotangulia, na mifano ipo. Ngoja tuende kwenye mifano kabla hatujaingia kwenye hatua nyingine. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Al-Imran, wa ala alladhina hadu haramna alaihim kulla dhi dhufrin, na wale wa Mayahudi tuliwaharamishia kila chenye kwato. Kwa hivyo wao vitu vyote vyenye kwato walikuwa hawali, lakini kwetu sisi haiko hivyo. Kwato haikuwa ni suala la kuharamisha jambo. Au kuna aya nyingine katika Al-An'am akasema awil hawaya au makhtalata bi'azmin, au yale ya ndani yote na nyama zilizochanganyika na mfupa zote zikakataliwa, lazima ukamate mnofu rasmi. Sasa kwetu sisi sasa yamekuja yote kuhalalisha. Kwa hivyo tunaona wazi kwa sasa kulikuja kitu kule alafu kaja kitu kingine, na mengine yamekuja kwenye ukarabati. Wa mwanzo walikuwa wanaoa tu bila utaratibu maalum. Hii sasa inakuja inafunga idadi iwe hii taratibu zoezi. Talaka zilikuwa hazina ukomo, unatoa hata 150, rudia nenda rudia, sisi zikafungwa talaqu maratani fa imsakum bima'rufin au tasrihun biihsan. Sala zilikuwa ni asubuhi na jioni, kwa sisi zikaongezeka za katikati na mambo kama haya. Kufunga ilikuwa mtu akisha kufunga basi akisha kufuturu ndio basi tena hawezi kula tena mpaka siku ya pili. Hakukuwa na daku, sisi tukaokewa na daku kwa ajili ya kupata nguvu na mambo kama haya. Mwezi wa kufunga ilikuwa ni sisi tumepewa siku 30 kwa 29, wewe tulikuwa tunakwenda mpaka miezi mitatu. Hiyo nayo sasa kwetu imekuja na nafuu. Alafu kuleta kile kipya kinachokwenda na wakati. Tayammum haikuwa sheria kwa dini zote zilizotangulia. Dini ya Kiislamu iliyoletwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, manabii wote walipozungumzia mambo hayo hawakuzungumzia kutayammum. Udhu ulizungumzwa katika baadhi ya viungo tu, si viungo kamili hivi vyote tunaofanya sisi sasa hivi. Kwa hivyo akautengeneza udhu Mwenyezi Mungu kupitia Muhammad kwa zaidi ya viungo alivyovitaja. Wao walikuwa sana mikono na miguu basi. Alafu isitoshe sukapewa na mbadala, akikosekana maji mtakwenda kwenye tayammum. Wenzetu wakawa hawajapewa tayammum. Kwa hivyo utakuta ni muendelezo, lakini muendelezo wenye maboresho, kwa sababu toleo la mwisho ndio linakuwa bora zaidi kuliko matoleo yaliyotangulia, kwa sababu ufundi wote sasa unaingizwa katika toleo la mwisho.